Wa jioni ya leo, na Mungu akipenda, tunaanza kwa ufunguzi huu tukiwa na makusudio ya kuweza kuhubiri kwa muda wa siku 3. Mungu akitujalia kwa neema yake, tungelikuwepo hapa kwa muda wa siku 3 ili kusudi ujumbe huu tuweze kukamilisha, maana hatuwezi kuhubiri kwa muda huu kwa siku moja tukawa tumekamilisha. Tutakuwa na somo la ufunguzi na la utangulizi. Tutaangalia katika kitabu kile cha Isaya sura ile ya 24. Katika kitabu kile cha Isaya sura ya 24, ndugu unayeweza kusikia sauti hii, kama una nafasi ukiwa kwenye kazi yako, unaweza kutega sikio, na kama una nafasi unaweza kuchukua kalamu na daftari ukawa unafuatilia na kuandika mafungu yatakayokwenda kusomwa kutoka katika Biblia takatifu. Tumesema tuna wakati mchache. Dalili hizi zinazoelekea majira ya jioni ni dalili za nyakati za mwisho, ya kwamba ulimwengu wetu si muda mrefu sana unakwenda kuanguka wala hautainuka. Msomaji, ninaomba unisomee katika kitabu cha Isaya sura ya 4, sura 24 mstari kuanzia wa 4. Soma. Isaya sura ya 24 mstari wa 4. Ndio. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasemaje? Dunia inaomboleza. Dunia inaomboleza. Inazimia. Ulimwengu unadhoofika. Ulimwengu wetu unadhoofika. Ndivyo maneno ya Mungu yanavyotuambia katika jioni ya leo, kwamba ulimwengu wetu unadhoofika. Ndio. Unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika katika dunia hii. Nafikiri hili sio jambo geni kwa watu wa Mungu, hata wale ambao hawana imani, wale ambao wamekuwa kusikiliza hata taarifa za habari, wanaweza wakalisikia hili jambo ambalo Biblia inasema ya kwamba wakuu wa ulimwengu huu nao wanadhoofika. Wanadhoofika vipi? Tumekuwa tukisikiliza taarifa mbalimbali kutoka vyombo vya habari zikisema kuna mabadiliko ya tabia nchi. Viongozi hao wanaotangaza hivyo, wanapoangalia wanazungumza baada ya miaka 30 mbele yetu au miaka 50 mbele yetu, kama ulimwengu hautachukua hatua madhubuti, ulimwengu baada ya miaka 30 hautaeleweka, dunia yetu itakuwa imeharibika. Kule huku ni kudhoofika. Biblia ilikuwa imeona nyakati hizi za mwisho, tunapokaribia wakati wa mwisho, hata viongozi wa ulimwengu wanaotawala dunia wangefika mara wakadhoofika. Wanadhoofika, wanaosema sasa kwa kuwa dunia inakwenda mahali pagumu. Kinachosababisha ni nini? Kinachosababisha dunia yetu baada ya miaka 30 iende mahali pasipoeleweka ni kwa sababu ya uchafuzi wa mazingira. Jambo la kwanza. Jambo la pili, wanasema ni kwa sababu watu wamekata miti ovyo, wanatumia mkaa sana, kwa hiyo dunia imebaki ni jangwa. Kwa hiyo katika uchafuzi wa mazingira wanagundua ya kwamba kwa maendeleo ya viwanda duniani, uvumbuzi wa viwanda duniani unafanya viwanda viweze kuwa na kazi kubwa duniani, ndio unaosababisha joto liweze kuongezeka. Ozoni kule unatoboka, sijui unafanyweje. Kwa hiyo joto linaongezeka, ndio maana sehemu nyingine ni majangwa, mvua hakuna kwa sababu ya ozoni kuharibika. Kwa hiyo
uchafuzi wa mazingira, wanagundua, wanasema ya kwamba dunia hii ingestahili kuwa na siku moja ya kupumzika katika shughuli za kibinadamu, na viwanda viweze kusimama katika siku moja, katika juma moja. Kila juma wawe na siku moja ya kupumzika ulimwengu mzima. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, katika ukataji wa miti wanazungumza kila mkazi wa dunia hii anastahili kupanda miti, na ndiyo sera hata katika nchi yetu hii tumekuwa tukisikiliza sana. Kiongozi wetu anasema tupande miti kwa agizo la Baba Mtakatifu tuweze kuinusuru dunia hii, maana ukataji wa miti umepelekea jangwa. Hivyo ndivyo wakuu wa ulimwengu huu au watawala wa dunia hii wanavyodhoofika na kuona dunia hii inakwenda kuanguka. Mungu anasemaje katika ulimwengu wetu huu? Je, Mungu wetu anakubaliana na mawazo ya wataalamu au ya watawala wa dunia hii? Anakubaliana kwamba ni kwa sababu ya maendeleo ya viwanda au ni kwa sababu ya ukataji wa miti? Mungu atatueleza kupitia neno lake. Mungu atatueleza. Endelea kusoma, msomaji wangu. Mstari wa 5 yanasema maneno ya Mungu. Tena dunia imetiwa unajisi. Tena dunia hii imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Na watu wanaoikaa. Soma. Kwa maana wameziasi sheria. Aha, dunia hii imetiwa unajisi na watu wanaoikaa. Kwa sababu gani? Wameziasi sheria za Mungu. Wameibadili amri. Wamebadili amri. Wamelivunja agano la milele. Wamelivunja agano la milele. Soma. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii. Aha. Kumbe tunagundua kinachofanya mabadiliko ya tabia nchi sio ukataji wa miti wala sio maendeleo ya viwanda katika dunia yetu. Mungu anasema laana inayoingia katika dunia hii ni kwa sababu ya unajisi wa mwanadamu. Mwanadamu amenajisi hii dunia. Amenajisi dunia hii kwa kuziasi sheria za Mwenyezi Mungu. Mwanadamu kwa kuasi dunia hii akaasi sheria za Mungu, akabadili amri ya Mungu. Kumbe ulimwengu, mwanadamu kuna amri ambayo amebadili ya Mungu. Ndio maana dunia inaingia kwenye unajisi. Ndio maana dunia inaingia kwenye laana. Dunia hii iko chini ya laana kwa sababu ya watu kuasi sheria za Mungu, kwa sababu ya watu kuvunja maagano ya Mungu, kwa sababu watu kubadili amri ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana dunia hii imepata laana. Kwa hiyo dunia iko chini ya laana. Kwa tunapoona mabadiliko ya tabia ya nchi, tunajua kupitia neno la Mungu kwamba ni kwa sababu ya uasi. Watu wameasi sheria. Kumbe sio ukataji wa miti. Soma, msomaji wangu. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii. Ndiyo sababu dunia hii imekumbwa na laana. Soma. Na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Aha, kumbe na hao wanaokaa katika dunia hii wameonekana wana hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea. Ndio maana watu wanaokaa katika dunia hii wameteketea. Watu waliosalia wakawa wachache. Watu waliosalia wakabaki wachache tu. Kwa hiyo dunia yetu imesaliwa na watu wachache. Watu wa wachache ndio wanaojua mahali dunia yetu inakokwenda kuangukia. Wengi hawaelewi.
Wengi wamekumbwa kwenye mkumbo ya kwamba dunia hii mabadiliko ya tabia nchi yanatokana na ukataji wa miti. Ndicho wanachoelewa. Ujumbe wetu katika mwongozo wa mahubiri haya unasema mabadiliko ya tabia nchi. Ni kweli hakuna mtu asiyekubali kwamba mabadiliko ya tabia nchi yapo. Je, haya mabadiliko ya tabia nchi tutakubaliana ya kwamba yanatokana na ukataji wa miti kama viongozi wanavyotuambia? Tutakubaliana mabadiliko ya tabia nchi yanatokana na maendeleo ya viwanda duniani, kwa sababu joto linaongezeka kwa sababu ya maendeleo ya viwanda duniani? Mungu amesema ni kwa sababu ya uasi. Watu wameasi sheria za Mungu, watu wamebadili amri. Ndio maana laana inaila dunia hii. Ndio maana tunaona mabadiliko ya tabia nchi. Soma mstari ule wa 29 kitabu hicho. Tuone Mungu anatuambia nini juu ya mabadiliko haya ya tabia nchi tunapoelekea majira ya jioni, Yesu Kristo anapokaribia kuja. Haya majanga tunayoyaona yamekwisha kuandikwa na lazima yatokee, na dunia hii lazima iende kuanguka. Soma Isaya 24 mstari wa 19. Neno la Mungu linasemaje? Dunia kuvunjika inavunjika sana. Dunia kuvunjika inavunjika sana. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia kama ni kupasuka, kwa kweli dunia imepasuka sana. Dunia kutikisika imetikisika sana. Dunia kutikisika imetikisika sana. Ndiyo, dunia inalewalewa kama mlevi. Hii dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela. Na mzigo wa dhambi zake utailemea. Hii dunia nayo itaanguka wala haitainuka tena. Kumbe hii dunia kwa sababu ya kulemewa na mzigo wa dhambi itaanguka wala haitainuka. Kwa hiyo watu wa Mungu kama wangepanda miti, ndio ujumbe wetu tutawaambia. Hatuwezi kuacha kuambia kwa sababu Mungu ametuambia na ametuagiza tuweze kufika mahali popote watu wa Mungu waweze kujua. Hivyo tunawajulisha ya kwamba hata kila mkazi wa Tanzania angeweza kupewa hekari 200 apande miti. Kila Mtanzania apewe hekari 200 apande miti kwa ajili ya kuinusuru dunia. Dunia hii itaanguka tu. Hakuna kunusuru dunia kwa ajili ya kupanda miti. Lazima tuwaambie viongozi wa ulimwengu wanapozungumza ni kwa sababu ya utumizi wa mkaa sana. Ukataji wa miti ni umekuwa wakiholela, ndio maana dunia inaingia kwenye jangwa, kwa hiyo inakwenda kuanguka. Lazima kila Mtanzania apande miti ili kuinusuru dunia. Hili si kweli. Ni kweli miti ina faida kubwa. Hatuwezi kusema kwamba tunapinga kupanda miti. Miti dunia hii wakati inaumbwa ilikuwa ni dunia yenye kijani kitupu. Mungu alitengeneza dunia kama bustani. Miti ni ya muhimu sana. Miti inafaa kwa kutuletea hewa nzuri. Miti ndiyo inayochuja hewa chafu kuwa kwenye hewa nzuri, ambayo hiyo hewa nzuri inahitajiwa na mwanadamu kwa ajili ya oksijeni. Bila kuwa na miti, uchujaji wa hewa chafu hauwezi kufanyika. Hivyo wanadamu tungeweza kuathirika pakubwa mno, kwa sababu hewa ni chafu. Miti ambayo ingeweza kuichuja hiyo hewa
haipo. Lakini hatuwezi kupanda miti kwa sababu ya kuinusuru dunia isianguke. Neno la Mungu linasema dunia itaanguka wala haitainuka kwa sababu watu wameasi sheria, watu wamebadili amri, watu wamevunja maagano ya Mungu. Mungu anapofanya maagano na mwanadamu anahitaji kuishi sawasawa na neno lake. Hivyo mwanadamu anapokiuka kuishi sawasawa na neno ambalo Mungu ameagiza, lazima shida ziweze kumpata mwanadamu. Tutaweza kuangalia Mungu akitupa nafasi ya kutosha, tutaenda hatua kwa hatua na tutakubaliana ya kwamba dunia yetu hatuwezi kuinusuru kwa upandaji wa miti. Mungu alikuwa amezungumzia maneno katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28. Msomaji, tuangalie katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 24 mstari kuanzia wa 15. 24. Soma Kumbukumbu 24. Ndio. Soma kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, ndio, mtu akiisha kumtoa mke kwa kumwoa. Kumbukumbu la Torati 28. Sawa. Mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, ndio, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana, itakuwa utakapokuwa unaisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, yaani Mungu wako, kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote, kutunza na kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, au unayoagizwa hivi leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia, na baraka hizi zote zingekujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Unaposikia sauti ya Bwana, baraka za Mungu wako zingekupata na kukujilia. Ndio, utabarikiwa mjini. Basi soma mstari wa 15. 15, neno la Mungu inasema, tumeona katika mstari wa kwanza na wa pili kwamba mwanadamu anaposhika na kutunza mausia ya Mungu, Mungu anapomwambia ishi hivi na kaishi hivyo, ndipo baraka kutoka kwa Mungu zingeweza kumpata. Kwa hivyo watu wa Mungu katika ulimwengu wetu, kama tungeweza kunusuru dunia yetu hii isiendelee kupatwa na majanga. Tunaona vimbunga vikitokea, tunaona upepo mkali ukitokea, matetemeko ya ardhi, mafuriko yakitokea, ajali zikitokea, tunajiuliza ni kwa sababu gani? Kumbe ni kwa sababu ya watu kuasi, kutokuishi sawasawa na neno la Mungu, kwamba baraka za Mungu hatuwezi kuzipata ikiwa hatuishi sawasawa na neno lake. Soma mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana. Lakini itakuwa kama utaki kusikiliza sauti ya Mungu, sauti ya Bwana Mungu wako, ndio, usiangalie kufanya maagizo yake yote, yaani usijali kuyaangalia na kuyashika maagizo yake yote na amri zake Mungu nikuagizavyo hivi leo, ninazokuagiza hivi leo, ndipo zitakapokujilia laana hizi zote, ndipo laana zingeweza kukujilia hizi zote na kukupata. Ndio, utalaaniwa mjini,
Utalaaniwa na mashambani. Utalaaniwa na mashambani. Utalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Utalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia kitakuwa kimelaaniwa. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako. Na utalaaniwa na uzao wa tumbo lako. Utalaaniwa uzao wa nchi yako. Na uzao wa nchi yako utalaaniwa. Ni kweli. Juzi tumesikia kule Mbeya, mafuriko yameua. Tumesikia huko Moshi, mafuriko yameua. Rana tumesikia kule Katesh, mkoa wa Manyara, usiku mmoja ardhi ikaporomoka ikaua watu zaidi ya 80. Ndio maana anasema italaaniwa hata na nchi yako, kwa sababu watu wamekataa kuishi sawasawa na neno la Mungu. Ndio, soma. Maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Na wadogo wa kondoo zako. Utalaaniwa uingiapo. Utalaaniwa hata unapoingia. Utalaaniwa na utokapo. Utalaaniwa hata unapotoka. Bwana atakuletea laana na mashaka. Bwana atakuletea laana na mashaka. Na kukemewa katika yote. Na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya. Unayotia mkono wako kuyafanya. Hata uangamie. Na ndio maana ulimwengu wetu unaonekana kwenda kutanzuka muda si mrefu. Ndio maana majanga yanakumba ulimwengu. Ndio maana maelewano, taifa na taifa hayaelewani, jamii na jamii hawaelewani, kabila kwa kabila hazielewani, chama fulani na chama fulani haviwezi kuelewana. Ni mapambano, ni vita kwa sababu ya laana. Watu wamekataa kuongozwa na sheria ya Mungu. Sio ukataji wa miti, watu wa Mungu. Kumbe ni kwa sababu ya uasi wa sheria za Mungu. Watu wamekataa, wamelivunja agano la milele. Hawataki kuishi na neno la Mungu. Endelea kusoma. Bwana atakuambatanisha na tauni. Bwana atatuambatanisha na tauni, yani magonjwa. Mungu atatuambatanisha na magonjwa, na ndio maana tunaona magonjwa yakiongezeka siku kwa siku katika dunia yetu. Ulimwengu huu kwa wakati huu una magonjwa ya ajabu ambayo mengine yani hayana hata majina, magonjwa ambayo hayana tiba. Hata ungeenda Uingereza, ungeenda India, utakufa tu. Ugonjwa wa kansa hauna tiba, ugonjwa wa kisukari hauna tiba, kuparalyze hakuna tiba, ugonjwa wa kisukari hauna tiba. Mungu anasema atakuambatanisha na tauni. Soma. Hata utakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiayo kwa kuimiliki. Na ndio, soma. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Angalia, Biblia inasema kumbe kifua kikuu kimeandikwa kwenye Biblia. Kifua kikuu kinampata mtu kwa sababu ya kuasi sheria za Mungu. Ndio maana sasa hivi kifua kikuu katika nchi hii kinaongezeka siku kwa siku kwa sababu ya uasi wa sheria za Mungu. Soma. Na kwa homa zinaongezeka. Soma. Na kwa kuwashwa. Soma. Na kwa hali ya moto. Watu kwa hali ya moto. Watu wengine nimekutana nao wengi tu, wanalia usiku wa walale, miguu inawaka moto, asipopata vidonge hawezi kulala. Kumbe yameandikwa ni kwa sababu ya uasi. Watu wengi wanapopatwa na magonjwa haya watakimbia kwa Mwamposa. Na ndio maana ujumbe wetu sio ujumbe njoo tukuombee, njoo barikiwe. Ni ujumbe wa kurejeza watu katika sheria za Mungu ili tuondokane na magonjwa ya kuwashwa. Hutapona magonjwa ya homa, kifua kikuu, magonjwa ya kuwashwa ikiwa unavunja sheria ya Mungu. Lazima turudi kutunza sheria za Mungu ili tuepukane na magonjwa hayo. Endelea kusoma, msomaji.
na kwa upanga, na kwa upanga, na kwa ukaufu, na kwa ukaufu, na kwa koga, na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie, navyo vitakupiga mpaka utakapoangamia. Watu wa Mungu, nyinyi ni mashahidi. Hata kama nyumbani kwako au katika jamii yako, katika familia yenu, hajatokea mtu akaumwa kisukari, akaumwa kansa. Kwa majirani umeona ni wangapi wameumwa kansa wakapelekwa Ocean Road wakapona? Ni wangapi wameenda India wakatibiwe kisukari wakarudi wakiwa wamepona? Mungu ametoa ahadi ya kwamba magonjwa haya yanapotupata yatatupiga mpaka tutakapoangamia, kwa sababu watu wameasi sheria, wamevunja amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hakuna kupona. Soma mstari kuanzia 58 hapo mstari wa 58. Neno la Mungu linasema, ndio, kama hutaki kutunza kufanya maneno yote ya Torati hii. Neno la Mungu linatuambia kama hutaki kutunza na kushika maneno ya Torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho, upate kulicha jina hili la fahari na utisho Bwana Mungu wako, la Bwana Mungu wako, ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu. Ndipo Bwana Mungu atakapofanya mapigo yako yaweze kuwa ya ajabu, na mapigo ya uzao wako, na mapigo ya uzao wetu. Na ndio maana magonjwa yanaongezeka, ni kwa sababu watu wamekataa kushika na kutunza maagizo ya Mungu. Ndio mapigo makubwa kwa kweli, ni mapigo makubwa kwa kweli, ni mapigo makubwa. Kisukari, wakati mimi nikiwa mdogo, nilikuwa nikisikia wakubwa wakizungumza magonjwa ya kisukari yanawapata watu wenye maisha mazuri, matajiri ambao wamebadili uraji wao wa kijijini, wakasema huu ni uraji wa masikini. Wanakula vyakula kulingana na hadhi yao na fedha waliokuwa nayo. Hao ndio wangekuwa na magonjwa ya kisukari wakati nakuwa. Lakini kwa sasa magonjwa ya kisukari yanampata hata mtoto mdogo. Ni kwa sababu gani? Watu wamekiuka hata uraji. Hata mtoto mdogo anapolia ni kumnunulia pipi. Mtoto akilia ni kumpa chipsi. Wakati nakuwa hakuna chipsi, hakuna pipi, zilikuwa ndogo sana. Leo mtoto anabembelezwa kwa chipsi. Leo mtoto mdogo anabembelezwa kwa pipi, kwa vitu vitamu. Ndio maana kisukari kimekuwa ni kwa watu wote. Watu wote wamekuwa na magonjwa ya kisukari. Watu wote wamekuwa na presha. Moyo umekuwa mkubwa, kwa sababu hata ulaji ni kanuni ya mbinguni. Uraji uko kwenye kanuni ya Mungu, lakini watu wengi hawajali namna ya uraji. Mungu alikuwa ameweka na kanuni katika kula na kunywa. Leo watu wanakula ovyo, wanakunywa ovyo, na ndio maana laana inaitafuna hii dunia. Mtoto mdogo anaumwa kisukari, mtoto mdogo anaumwa kansa. Hii kansa inatoka wapi? Watu wanaenda mbali, wanasema hii kansa ni ya kurogwa. Mtoto mdogo hawezi kuumwa kisukari. Hii kisukari ni cha kurogezewa. Unapompa chipsi, wewe unataka nini? Mtoto analelewa na chipsi. Uasi, mtoto analelewa na matunda. Matunda fresh yanauzwa hapa. Watu wako tayari kuacha hayo. Ni ushamba, ni juisi ya Baresa ambayo ina sumu. Mtoto ananawili, anasema mtoto wa tajiri ananawili, anaoza ndani taratibu, ndani anaoza. Kesho yakilipuka unasema mtoto amerogwa.
Mungu anasema atakupiga mpaka atakapokwisha kukuondoa katika dunia hii. Soma ndugu, soma. Anasema mapigo makubwa kwa kweli, mapigo makubwa kwa kweli, ya kudumu sana, na ya kudumu sana, na magonjwa mazito ya kudumu sana, na magonjwa mazito ya kudumu sana. Naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako. Yaani Mungu ataturejezea magonjwa yote ya Misri, ndio uliokuwa ukiyaogopa. Kuna magonjwa ambayo mwanadamu akiyasikia naogopa, atakurejezea kwa sababu umeasi sheria za Mungu, nayo yataambatana nawe. Na hayo magonjwa yataambatana na wewe. Tena kila ugonjwa na kila pigo, na kila ugonjwa na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha Torati hii, na yasiyoandikwa katika kitabu cha Torati hii, atakutia nayo Bwana juu yako. Atakutia nayo juu yako. Kumbe kuna magonjwa mengine ambayo yatawapata wakazi wa dunia hii, hayakuandikwa hata kwenye Biblia. Kuna magonjwa hata Mungu mwenyewe hakuweza kuyaandika katika Biblia. Nenda kwa maombezi, nenda kwa maombezi, nenda kwa maombezi, kwa kuhani Musa, nenda kwa Rosekero, nenda kwa fulani ukapate tiba, wakati unaasi sheria za Mungu. Mungu anasema kwa uasi huu magonjwa yatakuwa mazito. Magonjwa mengine hata hakuyapa majina katika kitabu hiki, yatatukamata na yatatuua. Ni kwa nini? Ya uasi. Mungu anapotoa maagano na mwanadamu, anataka mwanadamu aishi sawasawa na neno. Ndicho anachotaka. Mungu alipomuumba mwanadamu Adamu pale kwenye bustani ya Edeni, Mungu akampa utaratibu wa kuishi pale Edeni, akampa na chakula ambacho mwanadamu angeweza kuishi akikila. Alipokiuka kula chakula ambacho Mungu amesema asikile, akakila, leo tunashuhudia tunakufa. Hakuna mtu asiyekufa katika dunia hii. Kwa nini tunakufa? Ni kwa sababu ya mwanadamu baba yetu Adam kuvunja maagano ya Mungu. Nisome katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Inawezekana watu wa Mungu wakafikiri nazungumza yangu. Nitazungumza yaliyoandikwa. Uasi wa sheria za Mungu ni kosa. Ndio maana dunia hii inaonekana inaenda kuanguka. Hata na viongozi wa ulimwengu wanajua kabisa dunia hii inakwenda kutanzuka. Lakini Wakristo wengi hawajui dunia inakoelekea. Wakristo wengi wanasema njoo uombewe, njoo ubarikiwe, njoo upokee muujiza wako. Watu wanahitaji kupata hela. Hawataki kufundisha watu wajue dunia inakoelekea ili waweze kujisalimisha kwa Mungu. Yesu anaporudi waweze kunyakuliwa pamoja na watakatifu wa mbinguni. Watu wanataka maisha duniani, wasimjali Mungu. Adamu alipoumbwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2, nisome kwanza mstari wa 7. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Ndio. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamfanya huyo mtu kwa mavumbi ya ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki ya Edeni. Akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi, ndio, kila mti unaotamanika kwa macho. Kila mti unaotamanika kwa macho. Na kufaa kwa kuliwa. Na kwa kufaa kwa kuliwa. Na mti wa uzima. Na mti wa uzima. Katikati ya bustani. Katikati ya bustani. Na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto. Soma mstari wa 16. 16, neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, soma anza mstari wa 15.
15 nasema tupate kiini kizuri. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu. Bwana baada ya kumuumba huyo mtu kwenye bustani ile ambayo ina kila kitu na matunda, akamtwaa huyo mtu aliyemuumba, akamweka katika bustani ya Edeni. Akamweka kwenye ile bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Sasa hapo Bwana Mungu akamwagiza, baada ya kumwambia kumweka kwenye ile bustani ailime na kuitunza, akamwambiaje? Akisema matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Anampatia chakula Mungu huyo. Anamwambia matunda ya bustani waweza kula. Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, utakufa hakika. Naona Mungu akamwambia Adamu, siku utakapokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya utakufa hakika. Hayo ni maagano ambayo Mungu alikuwa ameweka kati yake na mwanadamu huyu aliyemuumba. Lakini tunapoangalia tunaona mwanadamu akapuuza sauti ya Mungu, akaenda akarukia matunda ambayo Mungu alisema siale, akayala. Leo tunashuhudia vifo, watu wanakufa, wanasema amerogwa, watu wanasema hivi na hivi, wanaongea maneno mengi. Soma katika kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 3, anza na mstari wa kwanza. Mwanzo sura 3 mstari wa kwanza. Soma. Neno la Mungu linasemaje? Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Nyoka alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Aliyowaumba Mungu. Akamwendea mwanamke. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu? Msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka. Hila ikaingia hapo. Hila inaanza kuingia. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Matunda ya mti ya bustani twaweza kula. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiale. Mungu amesema tusile matunda ya mti ulioko katikati ya bustani. Wala msiaguse. Msije mkafa. Ndio. Mstari wa 4. Nyoka akamwambia mwanamke. Unaona hila? Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu. Mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa kwa kuona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Ule mti unafaa kwa chakula. Wapendeza macho. Nao ni mti wa kutamanika. Kwa maarifa. Basi alitwaa katika matunda yake. Akala. Akampa na mumewe. Naye akala. 7. Wakafumbuliwa macho wote wawili. Wakajijua kuwa wa uchi. Walikuwa hawajui kama wako uchi. Baada ya kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wakaanza kujiona wako uchi. Utukufu wa Mungu umeondoka. Kwa hiyo mwanamke akakubali kuvunja maagano ya Mungu, akachukua maagano ya shetani, akala matunda ambayo Mungu aliagiza, akasema msiale. Mungu akasema hakika mtakufa. Shetani akaja na sauti ya ubembelezi, sauti nzuri, akasema hakika hamtakufa. Kwa sauti ya shetani leo watu wanakufa, hawafi. Wanakufa. Watu tunakufa. Watu wako tayari kusikiliza sauti ya shetani. Leo hii kuna madhehebu na makanisa na imani zinasema mtu akifa eti hafi. Mungu alisema utakufa hakika.
mtu anakufa, wanasema huyu umesoma Biblia ipi? Watu wanachukua maiti wanapeleka kanisani kama hapo, wanakwenda kuombea, wanasema huyu mtu Mungu pokea, Mungu ametoa, Mungu ametoa, Mungu ametoa. Mungu ndiye muuaji. Mungu ni muuaji. Muuaji ni shetani, anadanganya watu wale matunda ambayo Mungu amesema msile. Ndio mtu akifa wanasema ameenda kwa Mungu. Hiyo ni kauli ya shetani. Mwanadamu anapokufa anaenda kuzimu. Ni hakika. Mwanadamu anapokuwa amekufa ameenda kuzimu. Leo sheria hii wameiasi. Mwanamke kwa kutamani makubwa, mwanamke kwa kutamani kujua mema na mabaya, afanane na Mungu. Mwanamke afanane na Mungu, akala matunda ambayo Mungu amesema msiale. Leo tunashuhudia vifo. Leo watu wanakufa. Leo kuna magonjwa. Leo kuna shida. Wakati wa bustani ya Edeni, shida hizi zilikuwa hazipo. Mwanadamu akavunja maagano na Mungu. Leo tunashuhudia vifo. Mwanadamu wakati amevunja maagano hakufa pale. Kwa nini Mungu hakumuua Adamu afe pale pale? Maana kama Adamu angekufa asingejua kifo. Mungu alimwacha ili aweze kushuhudia maana ya kifo ambacho Mungu alikuwa amemwambia. Habili mwanae wa pili wa kiume akafa kwa kuuawa na ndugu yake Kaini. Tusoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Ukienda hapo utaona Habili anamkasirikia ndugu yake. Kaini anamkasirikia ndugu yake. Walikuwa wamefundishwa na Mungu namna ya kufanya ibada. Wanaenda kwenye ibada, mdogo wake anafanya ibada iliyo sahihi, Mungu anaikubali. Kaini anakataliwa kwa sababu amefanya ibada tofauti. Na hapa kuna somo kubwa, na ndio maana leo kuna ibada nyingi. Si kila ibada Mungu anaikubali. Ibada mbili, ibada nyingi tunazoziona katika dunia hii tunazikuta kwa Habili na Kaini. Kuna moja inakubalika, kuna moja inakataliwa. Na leo kuna ibada nyingi, sio zote ibada hizo, kwa sababu wamejenga makanisa makubwa, kuna masomi, kuna matajiri, kwamba zinakubalika mbele za Mungu. Habili anakasirika, lakini Mungu anamwambia Kaini, nachanganya majina haya. Kaini, ukitenda vyema hutakubalika, mbona una ghadhabu? Kaini akakasirika. Matokeo yake akamwambia mdogo wake, twende uwandani. Habili akamwinukia akamuua, kwa sababu alikuwa amefanya ibada iliyo njema mbele za Mungu. Na leo ndivyo ilivyo. Leo ibada ni nyingi, na wote wanasema wanamhubiri Mungu, wanamhubiri Yesu Kristo, lakini si zote zinazokubalika. Chanzo cha ibada nyingi tunakipata hapa. Watu wakavunja maagano. Leo tunashuhudia vifo, mimba inaporomoka, mama anajifungua bahati mbaya, kichanga kidogo hakijui chochote kinakufa, mzee anakufa, kijana anakufa, kwa sababu ya ukiukwaji wa sheria ya Mungu, kula vyakula ambavyo Mungu amesema usile. Leo Mungu akaweka utaratibu, watu wanaendelea kuvunja. Kwa hiyo tutaendelea kuangalia taratibu ambazo Mungu ameziweka, mwanadamu ameendelea kuvunja. Turuki, baada ya mwanamke kuvunja sheria akampa na Adamu akala, Mungu alitoa laana kwa ulimwengu. Mwanzo hiyo sura 3 mstari wa 16, nisomee. Akamwambia mwanamke. Watu wa Mungu mnaweza kuendelea kujisomea. Hatuwezi kusoma mstari kwa mstari, tunaruka kimoja kimoja, tukionyeshana watu walivyoasi sheria za Mungu. Soma.
Mwanzo 3:16 neno la Mungu linasema. Anasemaje? Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako. Hakika nitakuzidishia uchungu wako. Na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto. Na kwa utungu utazaa watoto. Na tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Naye atakutawala. Sheria hii, ulimwengu umekataa mwanamke asiwe chini ya mwanamume. Biblia inasema kwa sababu mwanamke amesikiliza sauti ya nyoka, akala matunda ambayo Mungu amesema usiyale, akala, wewe utazaa kwa utungu na tamaa yako itakuwa kwa mmeo. Maana yake ni nini? Mahitaji ya kina mama yote angetekeleza baba. Leo mahitaji ya mwanamke kwa baba hayapo. Wanawake wanahangaika, wanakwenda huko na huko, wanataka kujikamilishia mahitaji yao. Wamevunja agano la Mungu. Mungu akamwambia mwanamke, kwa sababu umesikia sauti ya nyoka ukala matunda ambayo nalikuagiza usile, hakika tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Leo wanawake kwa kutamani ukubwa wafanane na Mungu wakashushwa. Leo tena hii sheria kwamba mwanamume ndiye mtawala, leo wanawake wanatawala. Wanawake wamekuwa watawala, ni uvunjaji wa sheria. Tunapoona mabadiliko ya tabia ya nchi, tunasema ni ukataji wa miti, ni kwa sababu ya maendeleo ya viwanda. Huu si ukweli. Ukweli ni kwa sababu wanawake wamekataa mahali ambapo Mungu amewaweka, wakasema haiwezekani. Leo ulimwengu unasema 50-50, tena unasema mfumo dume. Mwanamke naye anapaswa kuwa juu ya mwanamume. Huu ni ulimwengu, sio mpango wa Mungu. Huku ni kuasi maagano na Mungu. Watu wanapoasi maagano haya ya Mungu, Mungu anakasirika. Ndio maana anaachilia ulimwengu jiendeshe. Unapojiendesha, ndio maana tunakuta majanga haya yanatupata: mafuriko, vimbunga, matetemeko. Wanawaambia kama tutaendelea kuasi sheria hizi, siku moja tutakuja kushuhudia hiyo Kariakoo inazama katika dimbwi la bahari hii. Huu ni ukweli, na majanga haya hayawezi kurudi nyuma. Wale ambao mna masikio ya kusikia, zingatieni. Kama Mungu atawapa uzima, mtakuja kusema kuna mhubiri alisema. Haya majanga hayawezi kurudi nyuma, ila yataendelea kuongezeka siku kwa siku, kwa sababu uvunjaji wa sheria za Mungu umezidi. Kwa hiyo hawezi kurudi nyuma. Leo wanawake ni watawala, wamekuwa maaskofu ndani ya makanisa, wamekuwa ni wachungaji ndani ya makanisa, wana Biblia mkononi. Wamekuwa ni wazee wa makanisa, wamekuwa mashemasi ndani ya makanisa, wakati Biblia ilikuwa imesema mwanamume ndiye angekuwa mtawala wa mwanamke. Zamani watu wa Mungu, kuna watu wanasema huyu atakwenda kugusa rais wetu. Watu wanaweza wakati, je, mbona unahubiri hivyo? Unasemaje juu ya rais wetu? Mbona ni mwanamke? Biblia inasemaje? Mambo ya serikali. Uzuri nchi yetu hii imejieleza vizuri ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haina dini. Haina dini. Sasa kama serikali haina dini, watafuata Biblia. Sasa watafuata Biblia. Kwa hiyo mimi sihusiki na watu wasiokuwa na dini. Serikali ya Tanzania haina dini. Tunazungumza na watu ambao ni Wakristo walioko wanaoshika Biblia.
Mwanamke hakuruhusiwa kuwa mtawala, kuwa kiongozi ndani ya kanisa. Biblia iko wazi. Soma waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Korinto sura ile ya 11 mstari wa 3. Waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korinto sura ile ya 11, sura ya 11. Soma tu. Neno la Mungu linasemaje? Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Yaani kila mahali mwanamume alipo, kiongozi wake ni Yesu Kristo. Maana ya kichwa ni kiongozi. Ndio, soma. Na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Kiongozi wa mwanamke ni mwanamume. Unapoona ndani ya kanisa kuna mchungaji mwanamke, hiyo ni ibada ya Kaini. Watu wamevunja maagano. Ibada ya Kaini. Maana hiyo ibada Mungu hawezi kusikiliza mwanamke akiwa mchungaji katika kupitia Biblia. Mwanamke kupita mbele ya wanaume, anahubiri, anafundisha ndani ya kanisa, hiyo ni ibada ya Kaini. Watu wamekiuka. Mwanamume ndiye kiongozi ndani ya Biblia. Soma. Na kichwa cha kila mwanamke ni mwanaume. Kichwa cha kila mwanamke ni mwanaume. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kichwa cha Kristo ni Mungu. Yaani kiongozi wa Kristo ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mahala ambapo utamkuta Yesu yuko hapo, ukamkuta Mungu yuko hapo, kiongozi wa Yesu ni Mungu. Hivyo hii sheria watu katika dunia hii wameikataa. Ndio maana dunia inakwenda kuanguka wala haitainuka. Tukimbia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2. Waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ile ya 2. Tuanze na mstari wa 8, tukimbia haraka. Neno la Mungu linasemaje? Hii waraka wa kwanza kwa Timotheo mstari wa 2 8 anasema, mstari wa 7 sura ya 2 nianzie 7. Ndio, anzie 7. Anasema kwa ajili ya huo naliweka niwe mhubiri na mtume. Huyo Paulo anasema kweli. Sisemi uongo. Anatuambia kwamba asemi uongo. Mwalimu wa mataifa. Huyo ni mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Mstari wa 8 na Mungu inasema. Anasemaje? Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Leo wanawake wanasalisha ndani ya makanisa. Wanafuata andiko lipi kwenye Biblia? Paulo anasema ukweli katika imani ya kweli. Nataka wanaume wasalishe kila mahali. Leo kuna maaskofu wanawake, kuna wachungaji wanawake, kuna wazee wa makanisa wanawake, kuna mashemasi wanawake ndani ya makanisa. Huu ni uasi. Dunia imekwenda mbali. Watu wameacha sheria za Mungu, wanafuata ulimwengu. Ulimwengu unasema 50-50, na viongozi wa makanisa wanasema 50-50, na wanawake nao wana roho. Ni kweli wana roho, lakini je, Mungu ana utaratibu. Nataka wanaume wasalishe kila mahali. Leo wanawake wanasalisha, wanavunja maagano, wanarudi kule kwa Hawa kutamani kufanana na Mungu. Mwanamke afanane na Mungu. Leo tunakufa. Leo ninashuhudiwa nalingana hivi na kuwa na kamwili haka. Mwanadamu hakuwa na mwili kama huu wa kwangu, ni kwa sababu ya uasi. Ndio, soma mstari ule wa 10. Anza mstari wa 10.
Luka hapo. Neno la Mungu linasema hapana, soma mstari wa 9. Wa 9 anasema, endelea hapo. Vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Pamoja na adabu nzuri. Pamoja na adabu nzuri. Na moyo wa kiasi. Na moyo wa kiasi. Asante sana. Leo wanawake wanatembea nusu uchi. Wamekataa agizo hili kwamba mwanamke avae mavazi ya kujistiri. Leo wanawake wanatembea nusu uchi. Wanavaa vimini, wanatembea nguo za ndani ambazo hazihitaji kuonekana na mtu yoyote isipokuwa mumewe ndani. Leo wanatembea wanaonesha watu, kila mmoja angalie, amevaa nyeusi, amevaa ya kijani, amevaa nyeupe, amevaa ya buluu, amevaa nini. Wanawake wanatembea nusu uchi.